Leo tuko na Eugene na Odile Ndeziriayo. Walipataka diplome kwa masomo ya 115 ya Gileadi na waliishi mwile kipindi ya mubaya sana. Odile, batu ya familia yako ni batusi na inawezekana ili liwatia muhatari. Mauaji ilifanyika mwinji yote na kaka yangu na bazazi yangu baliuawa. Niliona kama viongozi fulani wa dini walikuwa najiingiza mwile mauaji. Nilishindwa kuelewa namna batu benye balikuwa naishi pamoja kwa amani waligeuka na kuanja kuua majirani zao. Sasa ulipata kweli namna gani? Kisha ile kipindi ya mauaji nilianja ishi kwa shangazi yangu mwenyewe na familia yake walikuwa mashahidi wa Yehova, na njo nikaanzaka kujifunza Biblia nabo. Tulikuwa najifunza mkitabu kuishi milele. Mwile kitabu niliona picha ya padiri mwenyiko nabariki watu mukanisa na kisha anabariki kikundi kia watu wenye wako wanenda wa watu wengine. Lakini pia nilijionea namna ndugu na dada walioneshana upendo na kutia na moyo na namna walitia uzima wao muhatari juu ya kulinda wengine. Yo, mubaya sana. Sasa Eugene, familia yako haikuguswa kabisa na ile mauaji. Lakini ni magumu gani ingine yenye mulipata? Kupata makuta ilikuwa nguvu sana. Familia yangu ilikosa kabisa makuta na tulishindwa hata kuuza chakula. Nakumbuka siku moya mama yangu alikuwa mwenye kulala kukitanda, alikuwa mwenye kukosa kabisa tumaini na hakujua atusaidie sie batoto yake namna gani. Wazee waliniambia niende kujumba ya ufalme. Na wakati nilifika walinipatia mafra ya Rwanda 18,000. Wazee waliniambia kama ndugu na dada zangu wa inchi zingine njo walitupatia ile zawadi. Bila kukawia nikarudia kwetu, nilimkuta mama yangu angali analala kukitanda, nikamupatia ile makuta, kisha mama yangu akaanza kulia juu ya furaha na shukrani kwa ajili ya ile jambo yenye ndugu na dada walitufanyia. Mzuri kabisa. Sasa wakati unafikiria magumu yote yenye wewe na watu wa familia yako mulipataka, Odile, nini nakusaidiaka usikuwe mtu mwenye huzuni sana? Kazi ya kuhubiri ni ya maana sana kwangu. Juu kadiri naambia wengine, ahadi za Biblia zinakuwa za kweli kabisa kwangu. Kwa mfano, wakati ninazungumzia tumaini ya ufufuo, hali ya wafu, ile inanisaidia nione kama wapendwa wangu hawako wanateseka hata kidogo na wako wanangoya kufufuliwa. Ile njo inafanyaka nikuwe na furaha. Andiko yenye ninakumbuka ni Yohana wa kwanza sura ya 2 mstari wa 6 na wa 7. Kwenye mtume Yohana alirudilia amri ya Yesu ya kupendana kati yetu sawa vile Yesu alitupenda. Ile wakati Wakristo walikuwa wanapata mateso, walikuwa na lazima kabisa ya kutumikisha ile andiko mu maisha yao. Sie bote tunapendanaka, lakini wakati ya magumu sawa ile yenye ilifikiaka ndugu zetu wa Rwanda, walikuwa na lazima kabisa ya kutumikisha ile amri yenye Yesu alitoa ya kupendana sana kati yetu na kufikia hata kutoa uzima wetu kwa ajili ya ndugu zetu. Kukua hapa kugileadi kumenikumbusha ile jambo, kama napaswa kabisa kupenda ndugu na dada zangu sawa vile Yesu alitupenda. Nyie ndugu na dada wa Rwanda, mumetuwekea mfano mzuri wa huodari, imani na upendo. Tafadhali mujue kama tunawapenda sana nyie wote. Aksanti. Aksanti kwa kujiunga na sie muhii sehemu ya ushuhuda wenye kutia moyo.